Sheikh Ahmad Nasir Juma Balo alizaliwa tarehe 27 mwezi wa Mei 1936 mtaani Kuze, Mombasa. Naye ni Mswahili wa dhati. Upande wa baba yake ni Mtangana, upande wa mama yake ni Kindini. Hizo ni miongoni mwa kabila zile za asili za Nasara Taifa. Alipokuwa mdogo alikwenda madrasa chuoni na akasoma Qur'ani na dini na akapata mafunzo muhimu sana kwa babu yake Sheikh Muhammad Ahmed Matano. Bwana huyu Sheikh Ahmed Matano alikuwa na elimu kubwa sana, elimu nyingi. Katika kuangalia kazi za Sheikh Ahmad, mwanzo ni kuwa kazi zake huyu ambazo sisi kwa kazi zetu za chuo kikuu kule tumezisoma, ni kuwa hakika amepewa kipawa na Mwenyezi Mungu ya kutunga na kuhifadhi mambo ya Kiswahili, na kipawa hicho yeye akakitumia kwa vizuri sana. Alienda akajiunga na shule ya Arab Boys, lakini hakukaa muda mrefu akaondoka, na akaendelea na mashairi yake, kwa sababu hii ndiyo ilikuwa shauku yake. Huyu ni mtu ambaye tunaweza kusema ni talibul ilm. Katika mambo haya aliyoingilia habari ya utamaduni, mashairi, historia ya Kiswahili na kadhalika. Hawa matalibul ilm katika ni kama tujuavyo katika dini yetu na kadhalika, ni watu ambao walikuwa wao wafuata elimu tu na kufanya utafiti wa elimu na kuendelea bila ya kufikiria watapata pato fulani la kidunia. Watu kama kina Imam Ghazali ambao waliingia katika mambo ya falsafa na mambo ya tasawuf, ni watu katika Imam Shafi'i ambao waliingilia mambo ya sharia ya Kiislamu, na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivyo hivyo ameitumikia dini kama vile alivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, na hakuwa na tamaa au nini ya kuhozi mali ya kilimwengu. Na Ahmadi vile vile, maana ule ujuzi ambao alikuwa nao angeweza leo kanitajiri sana kuandika vitabu kama wengine vya shule vile ambao mwaka mmoja aweza vikanunuliwa milioni au hivi, lakini hakufuata hayo. Alifuata mambo ya kufanya utafiti wa mambo ya utamaduni, culture, mambo ya lugha na mambo ya tarehe za Kiswahili. Sasa ingawa Mwenyezi Mungu alimpa ile uwezo ule, lakini vile vile alikuwa amezingirwa na hali nzuri ya kumfanya yeye apate elimu zile. Kwa mfano, alisoma katika madrasa ya marehemu Ahmed Matano ambao sote sisi tulisoma vile vile, ambayo ikiitwa Madrasatul Atfal Almuslimin, na vile vile mamake almarhuma alikuwa vile vile ni mwalimu wa madrasa, na wengineo ambao walihusika nao kama Bwana Miqdad bin Salim ambaye alifundisha mambo mengi ya falak, na Ahmed Bashir bin Hussein ambaye alimfundisha mambo ya mashairi. Huyu Ahmed Bashir bin Hussein alikuwa ni mshairi hodari sana, na mashairi yake yalikuwa na falsafa na kadhalika, kwa sababu nilikumbuka beti moja tu ambalo aliandika yeye kuwahusia watu waseme wenzao
na wale watu ambao watautunga urafiki na kadhalika, ambalo linasema shika na kuhusia ila zawendo silumbe. No, shika na kuhusia zile no, ila zenzako usiseme shika na kuhusia ila zawendo silumbe, kwani ukizingatia hakuna safi kiumbe. Ajabu ndawe ngamia kuteka nundu ya ng'ombe. Ile manake hasa alipata watu aina hii ambao katika utoto wake walimpa fani hii ya mashairi na akaingilia manake kwa undani sana. Na vile vile katika fahani nyingine ambazo alikuwa nazo ni fani za uchoraji, painting, na aliofanyia kazi hiyo ya uchoraji idara ya Railway Mombasa, Coca-Cola, Shell Company, Nyali Bridge ya zamani, Kenya Advertising. Sasa katika washairi wengine ni ndugu yake mdogo Sheikh Abdul Latif Abdallah ambaye yuko hapa. Antunga vitabu huyu ambavyo vyasifiwa ulimwengu mzima kama Sauti ya Dhiki na vitabu vinginevyo vile vya mashairi. Huyu alikuwa vile vile ni karibu naye sana ami yake, na akajifunza mambo mengi kutokana naye. Na kuja waimbaji wengine ambao vile vile walikuwa wakitegemea sana kama almarhum Zain al-Abidin na almarhum Saleh Abdi Maulidi na wengineo. Sheikh Ahmed bin Nasir ametunga vitabu vingi. Katika vitabu ambavyo vinajulikana ulimwengu mzima katika vyuo vikuu na universities ambavyo viko katika library ambavyo mimi mwenyewe pia nimeviona, ni kitabu chaitwa Poems from Kenya. Kitabu kikubwa labda kurasa zipungui 300-400, ambacho ukenda library yote ambayo yafundisha mambo ya African Studies, masomo ya Kiswahili na kadhalika utakipata. Na kitabu hichi kilihaririwa na Professor Lyndon Harris ambaye vile vile alikuwa mimi profesa wangu nilipokuwa nikisoma kule London. Basi nilipokuwa mimi vile vile nafanya utafiti katika mambo ya mashairi, Professor Harris aliniambia usiwache kusoma kitabu cha Ahmed Nasir Poems from Kenya. Na kitabu hichi kilichapishwa mwaka 1966, na ni kama nilivyosema, ukenda maktaba yote Ulaya, Japan, India, utakikuta kitabu hichi ya kwa ni kimoja katika vitabu ambavyo ni muhimu sana. Kitabu cha pili alichokitunga ni Malenga wa Mvita, ambacho kilihaririwa na almarhum Shihabuddin Tiraddin. Na kitabu hichi Malenga wa Mvita kiliingia katika mashairi katika mashindano ya kuandika na kikapata tuzo ya Rais Jomo Kenyatta, na kikatumika katika mashule ya Kenya. Kitabu cha tatu alichoandika ni Taa ya Umalenga, kilohaririwa na ndugu yake mpenzi Bwana Abdul Latif Abdallah. Kitabu cha nne ni Utenzi wa Mtu ni Utu, kilichohaririwa na marehemu Maalim
Kamal Khan. Kitabu chengine cha tungo zake ni Utenzi wa Irshad alichokichapisha mwenyewe katika mwaka 1966 hapa Mombasa. Basi hivyo ni baadhi ya mchango wake. Mashairi ya Sheikh Ahmad ni mashairi ambayo yana kina na uzito mkubwa. Amezingilia lahaja zote za Kiswahili azifahamu, na katika lahaja hizo atumia kueleza mashairi yake. Kwa hiyo mashairi yake ni mfano mkubwa sana kwa mtu ambaye atakangalia ile historia ya ukuzaji wa lugha ya Kiswahili, ilianza vipi, ikaanza wapi na kadhalika. Ni kama nilivyosema mbele, Sheikh Ahmed Nasir hakujishughulisha na mambo ya kilimwengu, kutaka endelea apate mapesa na kadhalika, ambapo angeweza, kwa sababu jamaa wengi ambao tunajua hivi sasa waandika vitabu vya Kiswahili vya skuli ni matajiri, wana majumba na kadhalika, kwa sababu vitabu vinanunuliwa kwa mamilioni ya nakala zile. Lakini yeye aliingilia ile habari ya kutaka azame katika mambo ya lugha na atuatie urithi huu wa lugha yetu na utamaduni wetu. Na kwa kufanya hivyo amefuata ule mtindo ambao wataalamu wetu wa dini wameufuata. Kwa mfano kama kina Imam al-Ghazali ambaye ni mtu wa tasawuf na mtu wa falsafa, hivyo amepoteza wakati wake kukusoma na hakupoteza katika kutafuta mali. Ukiangalia watu kama hao kina al-Imam Shafi'i, ukiangalia watu kama Ibn Khaldun ambaye hata wazungu wote wamkiri ya kuwa ni mtu wa history muhimu sana. Aliishi miaka mia nyingi ya nyuma, lakini mpaka leo vitabu vyake vyasomwa katika university zote. Na wengineo kama Jalaluddin Ar-Rumi ambaye yeye pia aliandika juu ya habari ya tasawuf na kadhalika. Hawa wote ni watu ambao waliishi maisha ya kuwa na shauki ya kufanya utafiti na kuandika, na vitu walivyoandika mpaka leo viko vyapatikana na vyatumika. Na Sheikh Ahmad ni hivyo hivyo, hakuhangaika yeye ya kuwafanya, ile shauki yake ilikuwa ni kufanya bidii, afanye utafiti, ajue lahaja za Kiswahili, aziandikie, na hakika amfanya mchango mkubwa sana katika lugha hii ya Kiswahili. Mimi ningemwita Bwana Sheikh Abdul Nasir, ningeambia kwa wewe ni talibul ilm, wewe ni mtu ambaye waitafuta ilmu ile kama hao tuliowataja, na umefanikiwa. Vile vile wewe ni mwanachuoni. Mwanachuoni ni neno ambalo tunatumia katika university kwa maana ya scholar. Scholar nani? Scholar ni mtu yule ambaye afanya utafiti, andika makala ya hali ya juu ambayo yatatumika katika vyuo vikuu na kadhalika. Na wewe makala yako na vitabu vyako kila uendapo katika university utaviona na watu wanufaika nao. Sisi ambao tumeshughulika na mambo hayo ya kuwafunza watoto wa university, ikiwa ni katika upande wa mashairi, tutaambia nenda ukasome shairi la fulani la Ahmed Nasir, ndio utapata faida. Kwa
Kwa hiyo ni mchango mkubwa sana ambao labda ni wengi katika sisi hatufahamu, lakini nataka tufahamu, kwa sababu huyu ni urithi wa mila zetu, ni urithi wa lugha, ni urithi wa historia na kadhalika. Ama mimi ningependekeza sana mtu kama huyu Sheikh Ahmad apatiwe ufadhili, fellowship, apatiwe fellowship ya mwaka mmoja, hata kama ni hapa Resea, apewe zile pesa za kumtosha katika maisha yake, ili angalie zaidi mashairi lahaja za Kiswahili, maanake azijua zote, lahaja za Kitukuu, lahaja ya Mvita, ya Lamu, ya Kivumba na kadhalika, ili afanye kazi hiyo. Na si hiyo tu, lakini vile vile angalie zile lahaja ambazo ziko mbali sana na Kiswahili sanifu, kama vile Chimini ambayo ni lahaja ya Barao kule, au Chingazija ambayo ni lahaja ya visiwa vile vya Komoro. Lahaja zile ziko mbali sana na Kiswahili ambacho hakijua. Ni kama nilivyosema mbele, upande wangu mimi na mchukulia Sheikh Ahmad ya kuwa ni talibul ilm, namchukulia vile vile ya kuwa ni mwana chuoni wa lugha, na vile vile mimi namchukulia kuwa huyu ni profesa wa lugha hii ya Kiswahili. Profesa nini? Katika watu wale ambao wako katika vyuo vikuu, profesa ni mtu yule ambaye amefanya kazi siku nyingi na amefanya utafiti mwingi, na utafiti wake umechapishwa na vitabu vyake vimechapishwa na kujulikana katika maktaba mbalimbali ulimwenguni na katika vyuo vikuu au university mbalimbali. Hasa profesa wana sifa hiyo, na mtu kama Sheikh Ahmad anao sifa hiyo ya kuwa yeye ni profesa. Vitabu vyake mpaka leo ukenda maktaba Ujerumani utavikuta, ukenda maktaba Uingereza utavikuta, ukenda vyuo vikuu vya Ujerumani utavikuta, ukenda Japani utavikuta. Yani vinanufaisha wanafunzi wa lugha Kiswahili na itaendelea hiyo. Basi kwa hayo machache nataka nimpe pongezi ndugu yetu, rafiki yetu Sheikh Ahmad kufika umri huu wa miaka 80 na kumwambia kuwa alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anampa umri huu na bado ana uwezo wa akili na bado ana uwezo wa kimwili, afya yake nzuri, aendelee kuandika na aendelee kufanya utafiti, na inshallah ikiwa tumefanikiwa kumpatia ufadhili yaani fellowship kama mwaka mmoja, basi sina shaka atatoa vitu vya ajabu ambavyo siku zote tutakumbuka. Asante. Shairi nitakalolisoma hapa latoka kwa Ahmad Hussein almaarufu Jitukale kutoka Chuo Kikuu cha Hamburg, Ujerumani. Bismillah. Leo ni furaha yangu kumtungia shairi, wafahamu walimwengu wasome hizi habari, nalo lengo langu kwenye hii mistari ni kumuombea Mungu Ahmadi wa Nasiri. Zilipita siku tangu nkasikia habari ya kuwa mwalimu wangu Abdilatifu tayari yuenda mji wa Bangu, Mvita yuwasafiri, kamba na muombea Mungu Ahmadi wa Nasiri. Tangu utotoni mwangu nkisoma mashairi, uburudi roho yangu kwa tungo zilo mahiri, Mola mempa mafungu mwa watunzi mashuhuri, tunakuombea Mungu Ahmadi wa Nasiri. Menitoa matokungu kimvita kushamiri, fahamu tangu na tangu lahaja hufahari,
mkitunga beti zangu siwati kuidhukuri, sana twamwombea Mungu Ahmadi wa Nasiri. Sana twamwombea Mungu Ahmadi wa Nasiri, Mola ampe mafungu, ampe nyingi sururi, yasimwangate matungu ya husuda na ya shari, tunamwombea Mungu Ahmadi wa Nasiri. Tamati wazee wangu kwenda mbele si dhamiri, nafupisha beti zangu yatosha nilodhukuri, namwombea Mwenyezi Mungu mzidishie umri, tunamwombea Mungu Ahmadi wa Nasiri. Kwa jina lake Moliwa utungo na tawakali, yupweke muhimidiwa wa akhiri na awali, kuumba na kuumbua ni kwake aswa pili, namshukuru Jalali muumba wa kila kitu. Namshukuru Karimu muweza aswa pili, kwa huku kunirahamu uja wangu umbo hili, akanipa nafahamu na ujuzi mbalimbali, namshukuru Jalali muumba wa kila kitu. Nashukuru kuniumba kwa takwimu jamali, ikalewa yangu mimba mezitisia kamili, na madhara kunikumba yakatengwa na mimbali, namshukuru Jalali muumba wa kila kitu. Nili ni tone la maji chanzo cha wangu usuli, baadaye muumbaji damu akalibadili, ambalo kishampaji kwa nyama kalimithili, namshukuru Jalali muumba wa kila kitu. Baada ya hapo Karimu kwa nyama kuibadili, kisha katiwa idhwamu na viungo mbalimbali, mwisho ni roho fahamu hatiwa hawakamili, namshukuru Jalali muumba wa kila kitu. Ameniumba kwa umbo ambalo lastahili, kitwa, kifua na tumbo, uso na mato mawili, ni jumla ya vipambo ambavyo amenifadhili, kwa nguvu za Jalali muumba wa kila kitu. Amenipa masikio na mikono na rujuli, na ulimi unenao na shafawati kamili, ni Ilahi anipeo aloniumba mwili, kwa nguvu za Jalali muumba wa kila kitu. Menipa pua na meno, kidevu na taya mbili, na maungo na kiuno na mitulinga kamili, na mbavu zote hizino za yamina na shimali, menifadhili Jalali muumba wa kila kitu. Menipa mato nione vilo karibu na mbali, ulimi na unene nisilikane kauli, na vitu vingi vyengine katika wangu mwili, menifadhili Jalali muumba wa kila kitu. Meniumba mja wake kwa takwimu jamali, vidole na kucha zake vya mikono na rujuli, navyo vina kazi yake katika wangu mwili, kwa rehemazi Jalali muumba wa kila kitu. Meniumbia kikosi na shingo na taya mbili, na kibapa na utosi, miundi na kongo mbili, alonipa ni kudusi Mola alonifadhili, kwa nguvu za Jalali muumba wa kila kitu. Amenipa malaika nyele na nyusi jamali, na kope zilopangika juu na tini kamili, sikumwambia nataka, mwenyewe menifadhili, kwa nguvu za Jalali muumba wa kila kitu. Menipa kucha na vyanda na viungovye kamili, na ya dunia mawanda na hisia na akili, amenipa kwa kupenda mjawe kunifadhili, kwa nguvu za Jalali muumba wa kila kitu. Meniumbia wazazi walonipenda kikweli, na walo wema walezi wa kike na marijali, Rabi peponi wajazi uwape chema kivuli, kwa barakazo Jalali muumba wa kila kitu. Nashukuru kuzaliwa kwenye dini ya Jalali, ambayo mewaongoa wazazi wangu wawili, nami nao tukawa wafuasi wa Rasuli, namshukuru Jalali muumba wa kila kitu. Kushukuru sitatua kwa mtana na laili, ni muabudu Moliwa pekee aso pili, nife na hali ya kuwa ni Islamu kamili, kwa nguvu za Jalali muumba wa kila kitu. Ameniumba kiumbe mwanadamu kamili, wala sikuumbwa ng'ombe nitindwe mule na wali, wala sikuumbwa embe kawa nauzwa mahali, namshukuru Jalali muumba wa kila kitu. Umbo alonitengeza kuhusu kiwiliwili, hakika ndamiujiza kwa kila mwenye akili,
wala hakuna muweza mwingine mtenda hili ila ni yeye Jalali, muumba wa kila kitu. Baada ya kuniumba muliwa kwa umbo hili, amenambia ya kwamba mazito kinikabili, nisichoke kumuomba tanifanyia sahali, kwa nguvu za Jalali, muumba wa kila kitu. Shukura na kuhimidi khaliku asowapili, sifai nyuma kurudi katika kutenda hili, ni wajibu Ahmadi na kila mwenye akili, kumshukuru Jalali, muumba wa kila kitu. Ni mangi kiwaeleza ya Mola asowapili, nguvuze na miujiza ya vitendo mbalimbali, hakuna mwenye uweza wa kuvinena kamili ila mwenye Jalali, muumba wa kila kitu. Ni vingi la utasema ambavyo amenifadhili, mifupa, ngozi na nyama na vyote kwenye mwili, amenipa ni rehema Mola asiwapili, na mshukuru Jalali, muumba wa kila kitu. Mato, kope na nyusize na zamato mboni mbili, hata vyanda na kuchaze na vyote kwenye mwili, menipa kwa rehemaze mjawe kunifadhili, na mshukuru Jalali, muumba wa kila kitu. Hunipa na arzaku za namna mbalimbali, za mtana na usiku, mjawe kunifadhili, na wala hakuna siku aloninyima kwa hili, na mshukuru Jalali, muumba wa kila kitu. Meniruzuku na wana wa kike na marijali, na wajukuu rabana wanawake na wavuli, hakuwata subhana kunirahamu kwa hili, na mshukuru Jalali, muumba wa kila kitu. Menipa na ndugu zangu tupendanao kikweli, na walio mbasi wangu wa karibu na wambali, ni fadhila zake Mungu ambazo menifadhili, na mshukuru Jalali, muumba wa kila kitu. Tamati langu shairi hutosha tusende mbali, jina langu mashuhuri kwa wake na kwa wavuli, ni Ahmadi Nasiri ustadhi ni la pili, na mshukuru Jalali, muumba wa kila kitu. Mimi hapa nitazungumza kiasi cha vile nilivyomjua, nafikiri ni tangu 1949. Bwana huyu alikuwa akija sana Kilifi. Kulikuwa kuna kijijumba kule kimfanywa kama klabu ya wavulana. Wakati huo mkina bwana Alo Baba Dikombo, huyo bwana akija pale ilikuwa nkana wanafunzi wake akiwafundisha mashairi. Kisha kile kijibanda kilivundika. Jamaa akatunga mashairi akasema kibanda kimvundika na hakijengeki. Bwana Ahmad Nasiri akatunga mashairi akasema la chajengeka. Akapa na mifano pia akasema hata nusu huungika. Kisha hapo akasema samahani, hivi sasa Wakilifi na Waruka naregelea Mombasa, kuna mtu namtaka, nanyi nipane ruhusa nipate mfyeka aitwaye huitika, asioitwa haitiki. Asema kwa hakika ya isimu ni hino niloandika, jinale aitwa sumu baridi asiashaka, lakini ana wazimu akili zimemruka, aitwaye huitika, asioitwa haitiki. Hayo uliozuumu si kwamba nitagutuka, wala sifanye wazimu kwa jina kudanganyika, na kamba wewe ni sumu mauti nimeshafika, aitwaye huitika, asioitwa haitiki. Ama kusema kweli, mashairi ya Ahmad Nasiri yalinivuta sana, tangu sauti ya pwani akilumbana na jamaa mpaka akatoa fumbo akasema ngozi ndani nyama nde. Hilo fumbo hilo nini maana yake? Lakini alhamdulillah pia wakatokea washairi wakamjibu wakamwambia firigisi ya kuu ndio ngozi ndani nyama nde. Na mkweli yafahamika. Kwa hivyo mimi utunzi wa Bwana Ahmadi niliupenda na nikawa najifundisha kutunga mashairi kupitia mashairi yake. Na hii leo nabambanya, unajua vitwa vyetu mvitwa koko, mjitwa mashamba. Lakini ninabambanya na mimi ninatengeza vibeti vitatu, vinne, vitano kumzungumza Bwana Ahmadi wa Nasiri Jumaabani. Imetimia ahadi nijile nambani Kongo, mgeni kibisha hodi mfungulie mlango,
wasifu wa Ahmadi wa Nasiri ndilo lengo, kuondokakwe ni pengo, mziba pengo nani? Leo pawala sherehe, hapana mwenye kinyongo, ni mapo nambe jengo la hitaji ng'ongo, mvita inatorehe yagongwa na ya kizingo, Ahmadi tuzabongo, Ahmadi tuzabongo, mziba pengo nani? Kukako ni hasara, zitaangamia tungo, walobaki kila mara lugha waipa maungo, Kiswahili cha kibara kilo juu ya ulingo, kuondokako ni pengo, mziba pengo nani? Ahmadi wa Nasiri tatua penye mafungo, kwambakwe ndiwe mahiri, miongo si miongo, sigambera uamiri, vua mato siwe tongo, kuondokako ni pengo, mziba pengo nani? Sijui kama naeleweka ya Rabbi. Ahmadi wa Nasiri ni yupi chako kiwango, takase yako swadiri, hapokuze ndiwe jengo, Kiswahili kisitiri, wasusuike warongo, kuondokako ni pengo, mziba pengo nani? Mwana wa Nasiri sita, utengapo penye tengo, ukitapo umekita, ukiteto ja kigongo, ukihami kimvita, ongo kisipakwe ongo, kuondokako ni pengo, mziba pengo nani? La mwisho, sina dharau na waenzi baba zangu, sitaki munisahau, tawambia jina langu, ndimi Rajabu Pilau, mzawa watakaungu, Ahmadi mbuya wangu, mziba pengo nani? Juzi ndikuwako pale Ngomeni, kuna binti yetu pale afanya chai subhanallah. Basi ajabu, badili ya kusema ntilia chai, kisha nikaulizwa nikuwekee chai, uniwekee nitakuja kuna sanga, nitilia chai, wanaambia nikuwekee chai nini? Watu wa bara wanaambiwa tia matukano. Basi ikiwa matukano, wanaanza kutukana hawa wazee wetu, akimwambia mkewe ntilia maji ndooni unipelekee chooni. Leo itakuwa niwekea maji kwa ndoo, na hivi mpaka dakika hino vijana wa hapa kuze, watoto wanzaliwa kindi kindati, wana wa kijomba, wallahi wakipiga magongo kijomba ajabu. Mtu akwambia misikiti haya hapa Mombasa, misikiti haya basi na majumba hii. Hii ndio dhiki tulionayo, hii ndio dhiki tulionayo. Nakumbuka wakati mmoja, nafikiri ilikuwa katika 1950 hivi au 51, basi ilifanywa sherehe kule Kilifi ya wanajeshi waliopigana vita vya pili vya Mwingereza na Mjerumani. Sherehe hili ilikuwa kubwa sana, kulitindwa ng'ombe 7. Bakaja wale wanajeshi wa zamani, watoka onde kwengine si wajui, lakini watakaungu na wajua. Wa kwanza ni mzee Bakitunabara, wa pili Mbabu Matangila, wa tatu Mbabu Zidiheri, wa nne ni Mberwa, wa tano Ramadhani Manyoa mwenye akijiita Kangaire binti Makorigo Ankea na mimba msondo wa nguruma kea. Wa tano Matano wa Kisaga. Wa sita kuna mwingine huyo bwana huyo aitwa Bajuma Vale, nafikiri Bashe yuko hapa hawajua, baadhi ya wengine alikuwa kali mdogo hawajua. Wakenda nao kule Kilifi. Ilikuwa sherehe kubwa sana. Kisha kumpango wazungu upande ule na mpango wa Afrika upande huo, watu weusi. Matezo ya jubwe. Nafikiri kuna vijana leo kaambia jubwe hajui maana yake. Basi lile jubwe walisimama yule Bajuma Vale, badala ya kulishika lile jubwe hivi alijifunga na lwa kiuno hasa. Wakapangana hivi, Matano wa Kisaga yuko mbele, anawayo dhiraa. Yule mzungu wafanye ukaguzi kuwatagua watu, kule mbeupe watupu na huku Mwafrika. Na matangulia wale kule mpaka maliza.
ankuja antungulia huko, akimaliza kisha akamrudia yule babu matano wa Kisaga kipande cha mtu wayo namna hiyo, akamwambia ondoka, toka wewe hapo, utakuwa mwangalizi kama mimi. Akatoka yule bwana. Sasa akainua mkono, halambe ye, halambe he. Maana yake nini halambe? Hala maana yake twaa, ndio maana yake, ikiwa mkingozi, mkikauma, mkimijikenda, lakini hala maana yake twaa. Twalia mbele hivi, halambe avutie mbele kwake hivi, ili wale kule bavutwa na hawa na wale kule bawavuta hawa, wale wavuta mbele yao na hawa wavuta mbele yao. Ndio maana ya halambe, si ndio? Hiyo ndio maana yake. Hasa harambe maana yake nini? Ngoja tumuulize Muyaka asema harambe kuhara mavya muharo. Muyaka asema ulipoukithirisha ukaujaza ukaango, kwanza ulikutapisha mboga na wali na nyongo, kisha ukakuharisha ukaenda shinda kizingo. Si mwema mganga ungo, tumieni kwa vyeo. Kwa hivyo kuhara mkunyama. Samahani ndugu zangu, pengine mendo mengine matusi, mkunyama vimepesi. Sasa ikiwa wao vanshindwa na kuitaja lamu wakaiweka kwenye re, sisi hatushindwi kutaja lamu. Sasa hivi bwana mmoja sababu yangu hapa ananiambia harambe, naomba tuizungumza hiyo. Si harambe jamani. Ni halambe, haram, matukano. Mimi nkenda haya majumba yetu, maofisi yetu ya serikali, nikiona inandikwa harambe, onekana kwamba naambiwa mimi nenda ukanyembele. Wallahi hii ndio shida tulionayo jamani. Hii ndio shida tulionayo. Tena ajabu hivi sasa mpaka wenye kutafsiri Qur'ani wakivuruga Kiswahili ajabu. Asema hauna neno, haukusikia, haunisikii. Mdude gani huo? Hausemi nami. Mimi ni mmoja, Bwana Abdulatifu. Nakwambia wewe Bwana Abdulatifu haunioni. Hamukiwa mwawili nitasemaje? Sijui nitasemaje. Manake ikiwa mpekeo nitakwambia Bwana Abdulatifu haunioni. Haja mkiwa mbawili nitawaambiaje? Basi hivi neno kusema hunioni lingkuwa ngumu sasa sana, mpaka kutiwa na silabi moja. Haunioni, haunisikii, haunijui, nakuja hauko. Mdude gani mlango? Wallahi yasikitisha, tena yasikitisha. Tuko katika dhiki kubwa sana sisi, na hino Mombasa ina tarehe himo Mombasa bwana. Nafikiri mimi hii Mombasa labda ilianza pale mji wa kale, ndipo Bwana Muyaka usema gongwa nda mwanamkisi mbita mji wa kale, usitupile viasi ukende nda kwa pole, inika chako kikosi maninga vyema sivule, mwina wachizambwichile mtambuzwa hatambuli. Shikamoo babu, mimi nikanyamaza kimya. Shikamoo babu, mimi nikanyamaza kimya. Akapita, lakini linamtia wasiwasi. Kwa nini ninamnyamazia? Haikutimia kama robo saa hivi akarudi tena pale. Ana akili nzuri, aitwa Wini. Akaja mpaka pale kanambia, babu, mbona ninakuwa mkoa ninyamazia? Nikamuuliza uniamkuaje? Si ninakwambia shikamoo, mkujibuje? Si useme marhaba, hau utakuwa unaniambiaje hata mkujibu hivi? Shikamoo maana yake ni nini? Asema basi ndio tulipofundishwa shule sisi. Na kweli mimi ninaona kitabu cha primary mpaka darasa la 5, mtoto mdogo kumpa heshima mtu mzima kumwambia shikamoo. Inshallah. Shikamoo. Nikamwambia basi wajua ninakunyamazia kwa sababu nitukana. Tena basi omba Mungu hivyo ninakunyamazia, lakini ningekwambia huna adabu wewe. Kisha nikaanza kumfasiria. Namwambia hebu angalia hilo guu lako. Unapaja, unagote, unatafu, unamundi, unawayo, kuna jito la guu na nguyu. Hii hapa pakanyagapo makanyagio yaitwa moo.
Sasa wewe sema nashikamo. Alifurahika sana ule mtoto, Allah anambia asante baba, asante. Je, marhaba nini? Nikamwambia mara chache, kwa sababu hutonishikamo wewe mpaka upige magoti kana kwamba wanisujudia, na sujudi wewe ni Mungu. Kwa hivyo mara chache tu asujudi wewe ni Mungu. Wale kule kwetu usema mkuzi nawe wankubali kusujudiwa. Kwa hivyo akupa moyo akwambia na wewe pia Mungu atakukuza uje wangukiwe maguni. Subhanallah. Jambo la kwanza ni mwalimu ambaye kama alivyosema Profesa Abdulaziz ni mwalimu wa kimataifa, na katika wale wanafunzi wake wa kwanza hapa Kenya aliwafundisha mmoja wapo ni mimi, sio moja kwa moja. Kwa hakika kabisa Sheikh Ahmad Nasir, mimi mwenyewe nimechukua miaka mingi sana kutaka kumwona, lakini sikumwona siku hizi zote, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe alikuwa amepanga ni wapi tutakutana na ni lini tutakutana. Kwa hivyo tuseme ni kama miaka mitano tu iliyopita kulipokuwa na mkutano pale Travelers ambao ulikuwa umetayarishwa na hii Rusea. Hapo ndio nikamwona mara ya kwanza, na moyo wangu ulijawa na furaha nyingi ya ajabu, hivi kwamba sikuwa na jingine isipokuwa kwenda na kumkumbatia, na yeye hakujua kwa nini namkumbatia, lakini katika umri wake alioishi na mchango wake aliochanga, na hakika kidogo alikuwa anafahamu kwamba lazima ni zile kazi zangu nilizofanya. Sasa sisi tulikuwa wanafunzi wake wa kwanza namna gani? Kwa sababu kitabu chake nafikiri Malengo ya Vita kilitoka mwaka 72 kama sikosea, na hapo sisi ndio tulikuwa tumeingia tu chuo kikuu pale Kenyatta, na tukawa wanafunzi wa kwanza wa chuo kikuu kusoma kazi ile, na wanafunzi wa kwanza wa Afrika Mashariki kusoma mashairi katika lahaja ya Kimbiti, kwa sababu zamani hizo ilikuwa, kabla ya hapo ilikuwa hairuhusiwi mtu kuandika kutumia lahaja nyingine isipokuwa Kinguja. Kwa hivyo kwa sisi ambao tutoka mwambao huu tulifurahi kwamba sasa lugha yetu ambayo ni Kimvita imetumika na tunaweza kuitumia kama ile nyingine. Kwa hivyo ndio tukapata kumwelewa huyu bwana katika mafunzo yake na katika maudhui zake alizokuwa akizitumia wakati huo. Vile vile jinsi alivyoniathiri mimi mwenyewe binafsi, na kitabu nilichokiandika baadaye mwaka 75 kinaitwa Nyongo Nkaliaini, na katika kitabu hicho nimemnukuu yeye kazi yake moja inaitwa Zindukani. Sikuihifadhi katika ubongo wangu, lakini ni kazi ambayo iliniathiri kama msomi wa Kiswahili na vile vile kama mtu wa pwani, kwamba tunaambiwa sisi watu wa pwani tusiwe watu wa kulalamika wakati wote. Hapana, lazima tujue ni kitu gani kilichotuweka pale tulipo na tupiganie haki zetu, kama nilivyosema Istanbul kwamba kwa nini hatutambulii, basi lazima tupiganie. Alafu mwisho kabisa, na pia katika kitabu hicho nikamnukuu Abdulatif Abdalla, naye pia aliandika shairi kama hili. Na hivi juzi nimechapisha kitabu kirefu sana, maanake kazi ndefu ya kama kurasa 1062 ambayo haikuweza kuchapishwa katika kitabu kimoja, imechapishwa katika vitabu vitatu, inaitwa Siri Sirini. Sasa ikawa Siri Sirini, cha kwanza kiitwe Mshairi na Mfungwa, cha pili kikaitwa Mpiga Mbizi Kilindini, cha tatu kikaitwa Mtihani wa Mwanamke. Na katika kitabu hiki ama hadithi hii vile vile nilionyesha jinsi nilivyoathiriwa na Sheikh Ahmad Nasir, kwa sababu katika hicho pia niliweza kumnukuu shairi lake lile la Mwanafuu na Mkufuu. Kwa hivyo athari yake yeye kwangu mimi imeendelea muda mrefu zaidi ya miaka 30. Na kwangu mimi hili ni jambo ambalo wakati wote nitakuwa nikiishi nikijua kama si yeye na washairi wote wa hapa, kwa sababu katika hiyo kazi pia nimerejelea washairi wengi tu wa hapa pwani. Nimerejelea Mwanalemba ambaye aliandika shairi Siri la Sirari au Siri Sirini,
hata kichwa cha kitabu Siri nimepata kutoka kwake, alafu nimerejelea wengi Moliogo na kadhalika pamoja na Sheikh Ahmad Nasir. Kwa hivyo mtu tulia naye hapa ni mtu ambaye si mtu mdogo, ni mtu ambaye anajulikana ulimwengu wote, na hapa Kenya zaidi ndiye ameinua Kiswahili cha hapa mpaka na sisi tukatambuliwa kwamba Kiswahili ni lugha yetu. Ikiwezekana na wewe Profesa Abdulaziz, wewe ni mtu ambaye unaweza kupanga mambo haya, ukapatikana ule ufadhili, alafu yeye akawa ni mtu wa kuweza kupewa ile kazi ambayo unasema ifanye, hata ifanye inshallah. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa, lakini la mwisho nataka niseme nimekuja na wanafunzi wangu ambao na vile vile nawafundisha katika njia hizi za kutambua watu wetu ambao wamechangia katika kutuendeleza katika upande wa lugha. Kwa hivyo nina wanafunzi hapa kutoka Pwani ambao wanasoma Kiswahili, na nataka kuwatangazia leo kwamba hapa Pwani tumejitolea kwamba wanafunzi wetu wasome Kiswahili kindakindaki na wasisome tu nje ili Kiswahili chao kiwe kile kilichotajwa na Sheikh hapa kwamba ni cha kibara. Hapana, wasome Kiswahili kile cha Waswahili, wafanye utafiti katika maeneo ya Waswahili. Hata hivi sasa niko katika shughuli ya kuwapangia waendelangu wakae, lakini leo nimekuja nao na hakika wana kitu ambacho watatoa tukizawadi kidogo katika kule kusifia Sheikh Ahmad Nasir. Asante sana. Nina furaha kubwa sana siku kama hii ya leo ya kwamba nimeweza kukutana na kongamano kubwa kama hili, na furaha yangu nyingine ni mwalimu wangu Ahmad Nasir Jumabalo ambaye nimekuwa naye kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa katika kujifundisha lugha na pia mashairi, na nimepata hamu kubwa ya kukutana na Ustadh Ahmad Nasir niliporudi kutoka Egypt, niliposoma kitabu chake 1994. Shairi moja la ajabu ambalo lilinivutia alipouliza katika kitabu hiki Malenga wa Mvita, kitu gani duniani kisitoumbwa na Mungu? Nikasema Ustadh Ahmad ana wazimu, ni kitu gani duniani ambacho hakikuumbwa na Mungu? Lakini baada ya kurudi kwenye Qur'an nikasema kweli mimi ndio nina makosa, kulingana na maneno ya al-Imamu na Shafi rahimahullah aliposema ya kwamba Qur'an ghairu makhluq fal-Qur'an kalamullah. Nikakubali kwamba ustadh yuko sawa katika kitabu chake. Kwa hivyo siku hii ya leo na mimi nikamwandikia machache kumshukuru na kumwombea dua yeye na familia yake. Nikasema katika mashairi yangu haya ambao yamekwenda kimashairi lakini katika mkondo wa dua, bismillahi maliki, kwako ninaomba dua. Ilahi ndiwe khaliki, muumba mwezi na jua, tuondolee dhiki na maafa na belua. Ya Rabbi wangu mwalimu Ahmadi wa Nasiri, mbariki ya karimu katika wake umri, mlinde na mahasimu na kula lilo na shari. Ya Rabbi mpe afia Ustadhi Ahmadi, apate kuendelea ili tupate faidi, 80 imetimia miaka yake idadi. Ahmadi ni bahari wa lugha na ushairi, memfadhili kahari na wala hana kiburi, malenga alihodari hana sifa za jeuri. Ahmadi ni khazina pekee ibakieo, muhifadhi subhana atupe alionayo, bifadhilika rabbana ulopweke uumbao. Wape furaha latifu familia ya Nasiri, uondolee hofu na kuomba ya kahari, wazidi umaarufu wawe ni kama kamari. Lingine niliombalo kwa wetu mkusanyiko,
afurahi Jumamalo na nduguze walioko, litimu tulitakalo usitoke mpasuko. Hafla hii adhimu muibariki mwenye mbingu, tulitakalo litimu twakuomba Bwana Mungu, tufurahike kaumu, hii ndiyo dua yangu. Ya Rabbi, tupe furaha, utupe nyingi imani, na kula lenye karaha tutengee Rahmani, utubariki nasiha tufurahi maishani. Nafunga shairi langu, jina langu na baini, ni Saidi ndugu zangu kutoka Kizingitini, Shamisi ni baba yangu, insha Allah tufurahini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nasafisha koo nisindikize halua, ile nyama ya jogoo ni tamu nawaambia, mnionyeshe na choo nende kujisaidia, na kupigia saluti bigi wetu Ahmadi. Pia ninawasalimu ndugu zangu hamjambo, kwa heshima na nidhamu imelia ya mgambo, yatupasa tufahamu ikilia ina jambo, na kupigia saluti bigi wetu Ahmadi. Ustadhi mtu timamu, mambo yake ni matamu, na wanao mtuhumu wengine wenda wazimu, nasi tumewafahamu nyoyo zimejaa sumu, na kupigia saluti Ustadhi Ahmadi. Mwalimu alobobeao kwa kazi yake murua, Afrika twamtambua, twamvulia kofia. Leo tunasherekea kazi yetu shangilia, na kupigia saluti bigi wetu Ahmadi. Ni baba wa Kiswahili Ustadhi Ahmadi, mlezi wa Kiswahili kajali wana wadudi, twamuombea jalali daraja yake izidi, na kupigia saluti bigi wetu Ahmadi. Ni miaka 80 Ustadhi katimiza, asiyejua ni nani mwalimu ametufunza. Makofi tuyapigeni kwa dhati kumpongeza, na kupigia saluti bigi wetu Ahmadi. Asona yake kazi jini kipofu alo macho, na kama si usingizi ni kijicho alo nacho. Ustadhi ni mjuzi, tuache ni chokochoko, na kupigia saluti bigi wetu Ahmadi. Cheo chako tunakupa, ulipasi mtihani, wote walikwenda Kapa, wewe ndiwe namba wani. Pongezi zote twakupa, kama si wewe ni nani, twakupigia saluti bigi wetu Ahmadi. Mikono tunainua kukuombea wadudi, uishi miaka 100 au pengine zaidi. Hilo likishatimia tutazidi kufaidi, twakupigia saluti bigi wetu Ahmadi. Kila ajaye na shari waijua yake siri, ivunde yake dhamiri, bayani situathiri. Ya Ilahi ya Qahari, tuzidishie mazuri, twakupigia saluti bigi wetu Ahmadi.
Ustadhi ni chanda chema, pete leo na kivisha, ni mtu mwenye hekima, mazuri ametulisha. Ya Ilahi ya Karima, dua kwako twafikisha, twakupigia saluti gwiji wetu Ahmadi. Sitaki kusema sana, nisijeitwa mapepe, ninakusifu kwa sana, na kutawaza peupe. Leo si sawa na jana, umeshakata utepe, twakupigia saluti gwiji wetu Ahmadi. Tamati nimefikia, mwisho wangu tamko, siachi kukusifia, ustadhi ni kiboko. Jina langu tawambia, naitwa Mwibokoko, twakupigia saluti gwiji wetu Ahmadi. Pale Pwani tuna chama chetu kinajiita CHAKIMWA, chama cha Kiswahili katika mwambao, ambao mwambao wenyewe ni huu wa Pwani. Kwa hivyo ni katika yale matayarisho tuliyafanya kuchelewa, hivyo Saidi lenyewe lilichaguliwa jana nitakalokuja somo, ndio maana mmeona kuna mushkil kiasi. Lakini pia mimi wakati tukija hivi nimejibelegesha kama asemavyo Ustadh Balo, nimejibelegesha nikapata kama beti 5 hivi za kumsifia. Kwa hivyo sijalishika, nitafanya kulisoma. Shairi nasema hivi: Bismillahi jabari, naanza kwa jina lako, umenipa ujasiri ambao watoka kwako, kutunga hili shairi kumuhusu mja wako, ambaye Sheikh Nasiri mjaze kila la kheri. Pili, kwa Sheikh Nasiri ni malenga wa Mvita, nimelitunga shairi kisha nikakutafuta, ili ninapokariri ujumbe uweze kupata, ufahamu kwa dhahiri, twakutakia ya kheri. Pia nakupa kongole kwa nyaka ulizoishi, ulikotoka ni kule katika hii aushi, 80 ufikile tangu uanze kuishi, umefikia kilele, twakutakia la kheri. Heko ya pili ni ile ya kazi ulizotenda, tungo nyingi utwingile na sisi tukazipenda, hata na sisi vivile zetu tukaanza kuunda, kongole Sheikh Nasiri twakuombea ya kheri. Kuna mengi ya kusema kuzihusu tungo zako, ila hapa nitakoma kuzihusu tungo zako, ambalo sitalikoma ni huku kukupa heko na kumuomba Karima akulinde Sheikh Balo. Ili ninalolitoa ni shairi langu, sijamsifu mtu, maana sina karia ya kusifu. Nikisema seleweki, lakini sitaacha, moyo wangu hautakia mwangaza kuyaficha, ingawaje hamshiki na wambia kumekucha. Leo inafurahisha ila kesho inatisha. Leo ni soda na keki, vipi kesho kutakucha? Pochini unazo laki unazo kesho kukicha, mchochole unabakiwa mrenda na mchicha. Leo inafurahisha ila kesho inatisha. Dhalimu sikushitaki, haki yangu kurudisha, tafuna yangu riziki, mwenye nguvu umekupisha. Mekupisha tarazaki, ela na kufahamisha. Leo inafurahisha
furahisha, ila kesho inatisha. Leo imeshadiriki, ipo yatufurahisha, twang'ofoa mishikaki eti twajiburudisha. Kesho haifikiriki, vyema kajitayarisha. Leo inafurahisha, ila kesho inatisha. Tudhambini hatutoki, lipi tulilobakisha? Kuambiwa hatutaki, tumelevywa na maisha. Duniani hatubaki wenzangu, kesho yatisha. Leo inafurahisha, ila kesho inatisha. Hapa nashika bureki, shairi natamatisha. Kusema sana sitaki, niloyasema yatosha. Najua sieleweki, ela nishafahamisha. Leo inafurahisha, ila kesho inatisha. Mimi namshukuru sana kakangu mkubwa wangu Ahmad Nasir Balo, ni wa karibu sana na mimi. Wengi hufikiri Ahmadi ni rafiki yangu, lakini Ahmadi ni damu yangu, tumezaa naye. Hata babake Balo ameoa shangazi yangu, tukazaliwa watoto alhamdulillah, na shemeji yangu mkwe wangu Bwana Abdul Kadiri amenolea mtoto wa ukhti yangu, tumezaa nao. Bwana Ali Omar alhamdulillah, mpwa wangu ameoa kwake, tumezaa. Mimi Ahmadi si rafiki tu, bali tuna damu na yeye. Nashukuru kipawa changu cha elimu yangu ya Kiswahili, sehemu kubwa baada ya kushikana naye takriban miaka 2 iliyopita, amenifunza mpaka lugha ya Kingozi. Lahaja nyingi leo nimezijua, takriban katika lahaja 17 ninazo karibu 12. Amenifundisha elimu ya uanalyst, kutafsiri maneno ya kale katika mashairi. Leo alhamdulillah naweza kusimama na nikawika na waliokuwa na mamlaka na elimu walizonazo waliomiliki katika mikono yao. Amenisaidia vile vile kutunga kalenda ambao sisi Kiswahili tunasema mwandamo. Hivi karibuni itatoka kalenda ya tarehe ya Kiswahili isiyokuwa na neno hata moja la kigeni, bali Kiswahili piwa kile cha ndani kabisa, na maneno na majina ya kiasili ya wenyeji katika lahaja 12 zilizoko upande wa fukwe za pwani ya Kenya. Ni kalenda ya pekee toka Mswahili kuanzwa kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kalenda itakayobabaisha watu, ni kalenda ambayo itatuinua Waswahili kujulikana na sisi kwamba ni raia wa nchi hii toka hizo enzi zilizopita, wala hatuna ugeni uliotuleta sisi hapa, bali sisi ni wanati wenye nchi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jambo la kwanza nashukuru Mola wangu alhamdulillah. Na nashukuru nyote mliokuja hapa kwa makazi yenu, mkaja na mpaka wakati huu najua hapo mketi mkalinandana na kiu, lakini mtulia kutusikiza. Mimi sina mengi isipokuwa kuwashukuru waliosimamia mambo haya mpaka kufikia uchi. Mwenyezi Mungu awajaze kheri, awape ngola na ngolani. Mwenyezi amin, lakini mkujua na wapiza. Mimi nasema Mungu awape ngola na ngolani. Kujua na ngola na ngolani. Lakini mnaitikia amin. Ngola na ngolani ni kwamba Mwenyezi Mungu awape vya kujaa na kufudika vya mwaka. Kila nashukuru. Mimi chanzungumza kwa wengi hapa, wengi kula nisimama mtoa habari zangu. Alhamdulillah. Nashukuru, sifu wala nini.
lakini mimi nina kitu nilikuwa ninatunga hivi sasa. Mimi niko naona mwanisifa alhamdulillah, lakini itakuja wakati baada ya mimi kufariki utakuwa na matapu mawili. Itakuwa na matapo mawili. Tapo moja litakuwa la pinga, tapo la pili litakuwa la liunga mkono. Siku ya siku ni ipi hiyo? Ni siku ya mimi kuwa Mungu. Nasema si kesho kutwa, si leo, na kesho vivyo hivyo. Si kesho kutwa, si leo, na kesho vivyo hivyo. Mtoto ni hayo hayo, mtoto ni vivyo. Yaumu yangu ni hilo, ya kuuliza vijavyo, takumbuka kwa nilivyo, kisha kufanya. Siku hiyo amani ya kuwa mbali na wale, ya ila na ya hifadhi midomo itayataja, yazidi shwari yazidi, yatuja ya kutuja, ya ndo kweli na ubaya, kisha kufanya. Kisha kufa, ndugu zangu, nikaa nyonda zake wenye chuki walimwengu watafurahi wapeke, na waona utungu taia sikitike, natamani mfufuke kisha kufa. Bali sifuo kwa wema na kombo wakutana kwa kusema walikumbuka kwa mambo, watapingana kalima fanya mavivi na sako wakumbuka ya kitambo kisha kufa. Muradi ni sana kisha kufa yatazuka, na ambao wataona mambo hayo yakitendeka watasema duniani wakati huo kufika. Wale wanaokumbuka kisha kufa. Ni mambo mengi najua mifako umetadhihiri, lakini kuyatodoa mengi si ya mwenza mimi. Kweli hapa ni patua, nani pia usubiri, mutaona ya kijiri kisha kufa. Hapa tamati tafunga, yuko mbeleko shahidi, na jina la alotunga ambalo ni mashuhuri ni yule mwanareba Ahmadi wa Nasiri, na nena ninayojiri kisha kufa. Nilitunga maneno mimi ambayo sikuonipa itafikunza, yaani neno moja kulitafsiri kwa maana nijuazo kisha kiuliza. Tuchukue mfano neno haji. Haji kwa ni jina, haji ni kutokuja. Lakini sasa ninaweka kwa Kiswahili kusema haji ni mwanadamu aliyokwenda hiji Maka. Haji ni alosilimu huku kwetu kulika. Haji pia ni isimu duniani kutumika. Haji akasirika kwa mwitaji tena. Maneno kama haya ni mengi ambayo natunga, lakini ndio kwa ushahidi. Tunga vina vya utungo ushahidi Kaisara na kueleza nini tunga ina maana gani. Tunga vina vya utungo ushahidi Kaisara. Tunga kidani cha shingo au shada la maua. Tunga vitinyango na kishaji makijua. Tunga takuko ukiwa tena kwa kanda ni kanda mwili uniondoe mafune. Kanda unga kwa sabili na maji yatawala. Kanda tandika mahali tukakipeti tunene, na la samaki mlani tena kuna madawari.
Hayo ni baadhi ya maneno ambayo kueleza Kiswahili neno moja lina maana 3 4, lakini tutafahamu kwa matumizi kwa baadhi ya kusudia nini. Mimi sasa niko tukakwenda mbio na kuandika kitabu kingine ambacho kinatukalina kanti ya lugha, hazina ya lugha. Nataraji sisi kumilitena ambayo tutakuwa sawa, tuko usingizi wangu naandika, nitakumalizika haraka na ndugu yangu mpenzi ya Motifu kwa nitaigo na strip endenazo ili kuchapishwa. Hizi tutakuwa tukiangalia. Pia na utungo wa mshairi wa zamani ambaye sasa na uwafe katika miaka 800 kama msikia Fumo Liongo, naandika utezi wake kisha usiku kwa hali ya kidogo sijui, lakini kwa baadhi tayari tunakumaliza pia na upeleke ili chapisho. Fumo Liongo ni mtazamo sana. Huyu ndio alioangalia mashairi pia kazi sada na huduma hujatumika kama vile mama ni muimba hayanimpa afanye mpate pale pati tukapaepa nikeleze piu na minyoo ikinemka nitatambedali na makuta yakupa ningileoloni nitambaye kunanyoka ningileuli nikuvume nisimbakuka hapo zikuima nishako hiduka. Fumo Liongo alikuwa ni mtu sana na kusifiwa kwamba alikuwa ni mrefu. Mtu alikuwa ni mrefu mbele yake akimfika yeye kwenye goti. Alikuwa na urefu gani? Na alikuwa ana nguvu ya maajabu. Yesu msifa vya Hercules na nani na sasa. Huku kwetu pia kulikuwa kwa watu wanafika mahali. Basi tungo kama hizo na mbele Mungu mnalize mtoko pia hamtazipata nini inshallah tusijalo wakati ufaidike nao. Hivi sasa kuna mengi ya kusema, lakini angalia maozi yote kule nyuma yaniangalia mimi. Najua kila mmoja pale ana kikomba. Hiyo kikomba natumba huko. Sasa hivi mtangia katika shule mchana. Namaliza mimi na kutoka Unguja tutakuwa na haraka ya kuzungumza ili mpaka kuzia matumbo huko. Asante. Gilasi ikishajaa ukiongeza tena utayamaya yale yaliyomo, na yalizungumzwa yote ni mambo muhimu, na kusema kweli sitasijui niongeze nini, lakini labda kidogo nizungumze mambo ya utotoni. Hapa mmemsikia Profesa Muhammad Hassan Abdulaziz ambaye chuoni tulisoma sote. Mwalimu wetu wa chuoni alikuwa ni mmoja, yeye, mimi, Bwana Ahmadi hapa. Lakini yeye yaidondoa. Mimi labda nikumbushe kidogo tu mambo ya utotoni, kwa sababu ya utaalamu kwa Bwana Ahmadi mshauelezwa, lakini mjue tulitoka wapi tu. Kama alivyosema Profesa Abdulaziz hapa, tulisoma chuoni. Zamani kulikuwa ni chuo, sasa madrasa. Wakati wetu kulikuwa hakuna madrasa, kulikuwa chuo. Tulisoma chuoni, tukisoma chuoni asubuhi na magharibi tukisoma msikitini. Na tunainukia mwalimu wetu akawa atusomesha
na atupeleka ambako aona twende tukashiriki wakati huo. Na baada ya chuoni na msikitini, mahali pengine ambapo tupata uwanda mimi na Bwana Ahmadi ni katika darsa ya tafsiri ya Qur'ani ya Sheikh Al-Amin Mazrui, tukitukulia pale na mjomba wake mama yetu, tukiimba pale baada ya darsa. Na bahati sijui niseme ni nzuri wala ni mbaya, kitu kimoja, kwa kuwa yeye Bwana Ahmadi, mimi na mdogo wetu Bwana Abdulatifu hatukupata bahati ya kusoma skuli na kuendelea mpaka secondary. Sote tulimaliza primary kwa kiwango mbalimbali, kwa standard 3 na 4 na standard 6. Kwa hivyo tukawa tuokote yalobaki nde ya skuli, na kwa bahati nzuri Bwana Ahmadi alishughulika zaidi, na ndio akatushinda sana sisi. Alishughulika zaidi na mambo ya kimila, akikaa sana na watu wazima, hasa watu wazima wanawake, akapata mambo mengi sana ambayo hata sisi inabidi tujifunze kwake yeye, kwa sababu alipata bahati ya kupata mambo ya kimila na kidesturi zetu. Na mmoja katika watu ambao ningependa nimkumbushe, na nina hakika hajamsahau, alikuwa bwana akiitwa Bwana Ahmadi Mwaita. Ndugu yake bibi maarufu alikuwa akiitwa Fatuma Mwaita. Huyu ndiye mtu aliyeshikana naye wakati Ahmadi bado ni mdogo, na ndiye aliyemfundisha mambo ya falaki haya. Kwa hiyo mambo ya falaki anajifunza tangu mdogo sana, lakini huyu bwana akimpenda sana, akimfundisha mpaka akawa ajua hata kupiga ramli, bado ni mdogo, na mambo ya majini haya akajifunza kwake. Mimi kwa hakika ingali mkubwa wake nilikuwa siyajui sana, lakini alipoandika kwa mara kwanza nilipoyaona mimi, na yalikuwa ametangulia kuchapishwa, wazungu walikuwa washakuja wayatoa, ikaandikwa hii Malenga Mvita, na mimi niko Oxford University Press, ni mhariri wa Kiswahili. Nikamletea almarhum Bwana Shihabuddin Tirahuddin. Alipoyapata mashairi na Shihab ni jirika letu, mimi yeye Profesa Abdulaziz, suala ya kwanza aliniuliza, haya mashairi ya Ahmadi? Nikamwambia yeye, una hakika ameandika yeye? Kwa vile mtu wake Ahmadi mdogo wetu. Nikamwambia ameandika yeye. Hii lugha yake? Nikamwambia lugha yake. Sasa wewe, mimi niko Nairobi, wewe uko Mombasa, na yeye yuko huko Mombasa, kaonane naye. Shabdin akafanya mpaka akamuona huyu bwana, akazungumza naye, akashangaa sana. Shahab anaambia, anaitoa wapi lugha hii Ahmadi? Naambia muulize mwenyewe, wewe naye huko, muulize anaitoa wapi. Akashangaa sana. Lakini kama ilivyo desturi, washairi nao wana ushari wao wenyewe kwa wenyewe kwa kushambuliana. Baadhi ya washairi ambao walikuwa washatangaa majina yao wakashangaza, wakastaajabu sana, ikawa sasa lazima wamvunde Ahmadi, maanake
si yeye wala hajui lugha hii, maana lugha ni kubwa sana wakimwangalia umri wake. Baadhi ya wasomi ndugu zetu ambao wasomi kama kina Profesa Abdulaziz ambao wajua Kiingereza na waandika Kiingereza, wakaanza kuelezwa kwa kuwa Ahmadi si lugha yake. Sasa wale wakaanza kuandika magazeti ya Kiulaya kuonesha kwa kuwa Ahmadi hii lugha ya kuiba si yake. Marehemu Shihabuddin akaanza kujibizana nao yale magazeti ya Kiulaya, lakini ndiye ajua Kiingereza naye akawa ajibizane nao. Huku nao wakaanza kutokozana, wakalipana, wakashambuliana magazetini. Lakini sifa aliyokuwa nayo Ahmadi ni kwamba kama mlivyoelezwa hapa na wanafunzi, akizijua lahaja hizi za Kiswahili za takriban zote, na yeye aliinukia wakati wa zamani mitaani watu watukutu. Kulikuwa na vita desturi ya mtaa huu na mtaa huu, na alikuwa na wenziwe ambao walikuwa mbashari pamoja, marehemu Bilal na marehemu Ahmadi maarufu Pereira. Basi ikawa wajibizane, na baadhi ya washairi wakaanza kumtokoza. Sasa Ahmadi msimuone hivi sasa hivi mnasimama hapa muone upole, ni upole wa uzee, lakini alikuwa ni mshari na yutatari mpita wakati wote. Sasa ikabidi awakabili wale washairi wenziwe, kwa kuwa mimi sitawajibu kwa kimvita, nitawajibu kwa lahaja zenu. Ukiwa wewe ni Msiu nitakujibu Kisiu, ukiwa wewe Muamu nitakujibu Kiamu. Mradi kawa challenge zake namna hii. Na wakati mmoja katika sahibi zangu alikuwa na harusi, almarhum amefariki. Basi ikawa mimi siwezi kwenda harusini Lamu, nikampeleka Ahmadi kwa niaba yangu. Akifika kule harusini, ikawa yeye ndio mwenyeji wake, na huyo sahibi yangu mkubwa sana amefariki juzi. Akawekwa mahali ambapo alikuwa akaa, yeye mgeni anawekwa nkaa tu, lakini akawa kwa mshairi pale wa Kiamu, akatunga shairi la kama kumkeja, ilikuwa maana yake amekaa, nafikiri alikuwa nielekea upande wa wanawake hivi, akatunga Kiamu kumtokoza. Ahmadi akaomba ruhusa kwa yule sahibi yangu, naweza kumjibu? Sahibi yangu akamwambia bismillah. Sasa Ahmadi akamjibu, mimi siyajui, siyakumbuki tena. Yeye mwenyewe mashallah mashairi yake yote na yashindana yote ayajua kwa moyo. Akajibu yule akamshambulia Kiamu, Ahmadi akashika karatasi akamjibu Kiamu. Wakashangaa wenyewe wale, wakamwona huyu lugha hii, akampiga maneno mafumbo ya ndani. Sasa hivi ndivyo moja katika sifa za Ahmadi. Bwana mwingine hivyo ashika kwa kuwa Ahmadi mashairi si yake, wakashikana hivyo, akamwambia vizuri, wewe andika lako, mimi kuandike langu. Wewe ni Msiu, andika Kisiu na mimi nitakujibu Kisiu. Ile bwana akakoma. Nilikuwa nataka kuishukuru kamati iliyoshughulika na uandalizi wa hafla hii ambayo iliongozwa na mwenetu na ndugu yetu Istanbuli. Kwa hivyo kwa niaba ya wote ambao husika na hafla hii, naona ni wakati mzuri sasa wa kuwashukuru kamati hii ya uandalizi kwa kazi walioifanya.
Mbali na hayo, nilikuwa ninatagua mashairi mawili matatu ya Ustadh Ahmad Nasir ili kuyasoma. Ustadh Ahmad Nasir, mbali na kwamba ni mkubwa wangu, ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, lakini vile vile ni mwalimu wangu katika mambo haya ya ushairi. Mbegu ya mimi kupenda ushairi, na hata baadaye nikajaribu na mimi kuandika mashairi, ijapokuwa sijiiti ni mshairi, na kataa siku zote kuitwa mshairi. Mbegu ilipandwa na babu yetu alilea tangu nilipokuwa na umri wa miaka 3, Ustadh Ahmad Bashekh, zaidi maarufu tukimuita Babu Kibwana. Yeye ndiye alinilea tangu umri wangu miaka 3 mpaka alipokufa mwaka 1962. Yeye ndiye alipanda mbegu ya mimi kupenda ushairi, kwa sababu mbali ya kwamba alikuwa ni mwalimu wa skuli, lakini vile vile alikuwa ni msomaji Qurani maarufu wa tajwidi, na alikuwa ni mshairi, na alikuwa na kipindi chake cha kila wiki. Siku zile tuna radio yetu ikiitwa Sauti ya Mvita hapa, alikuwa akitunga mashairi yake alafu akaenda akiyaimba. Alikuwa na dasturi nyumbani, siku hizo tuko Takaungu ambako ndiko nilikomalizia skuli mimi ya primary. Alikuwa na tabia kwamba akishatunga shairi, kabla ya kwenda kuliimba, akinipa mimi kulisoma mwanzo nyumbani, nikalisoma. Sasa ndianza kuwa na hamu hii ya ushairi tangu wakati huo. Sasa yeye ndiye alipanda mbegu hii. Ustadh Ahmad Nasir akaipalilia mbegu hii mpaka ikakipuza mte na ukakua ukawa mti. Kwa hivyo ninasoma mengi sana kwake yeye, kwa upande wa ushairi, upande wa lugha, na kama alivyosema Sheikh Abdullah vile kwa upande wa mila na desturi zetu vile vile. Na kama alivyosema mwanzo, mimi si mshairi na hukataa kuitwa mshairi kwa sababu sijihesabu hivyo. Kama ambavyo hukataa sana na husema hadharani kila mpatapo nafasi, watu wengine hunibandika uprofesa. Si profesa mimi, kama mlivyosikia hapa. Mimi sikufika zaidi ya darasa la 7 primary school. Baada hapo tena mtihani huo wa mwisho nikaufeli, kama nikafeli, na baada ya hapo sikusoma tena. Kwa hivyo huwa nakataa kuitwa mshairi na nakataa kuitwa profesa, ijapokuwa ninasomesha vyuo vikuu na naandika vitabu na kadhalika. Nakataa, ijapokuwa shairi tena jingine la Ustadh Ahmad Nasir yasema, apawapo msichake hupokea atukue, hashaui moyo wake kwa kitu chenye mwenyewe, apawaye asitake hujakataka asipawe, atakaye asipawe hujakapawa asitake. Kwa hivyo ingawa mimi napawa vyeo hivyo, lakini bado navikataa. Mimi nilikuwa ninatagua mashairi mawili matatu kutegemea na wakati, ili kuweza nami kuyasoma mashairi yake. Shairi la kwanza kama mtakavyoliona ni shairi ambalo lugha yake ni lugha nzito ya kikale kidogo, na yaitwa, shairi lenyewe laitwa Nyaume. Kuhusu uketo wa lugha itumiayo Ustadh Ahmad Nasir katika mashairi yake, marehemu Shahabuddin Shirafuddin katika utangulizi wake wa hichi kitabu chake cha pili, Malenga wa Mvita, alisema, na namnukuu, watu wengi hustaajabu wakiyasoma au wakiyasikia mashairi ya Ahmadi, na zaidi wakijua umri wake alipoyaandika au hata hapa alipofika. Wakati huo kilipochapishwa kitabu hichi mwaka 71, yeye alikuwa apata miaka 34. Na baadhi ya mashairi yaliyomo humu aliyatunga zaidi ya miaka 15 iliyopita. Maajabu yenyewe si kuwa kijana wa umri huo ameweza kutunga mashairi ya Kiswahili,
wako wengi wa umri huo watungao mashairi, bali listaajabishalo watu ni uzito na ukale wa lugha yake na kina cha fikra na mawazo yaliyomo. Lakini sisi tumjuaye Ahmadi namna alivyoinukia na mazingira yake hatustaajabu sana, asema marehemu Shahabuddin Chiraddin, maana twajua amezaliwa katika kitovu cha Uswahili, mtaa wa Kuze na mitaa ya jirani kina Mji wa Kale, Birikau, Mkanyageni na kadhalika, ni mitaa ya ulumbi na ufasaha wa Kiswahili cha Mvita, na kwao mwenyewe Ahmadi kumetokea washairi, waimbaji, wasomaji, walimu, wapiga ala za muziki za kienyeji na za kigeni, mradi amekulia katika mazingira ya usanii wa lugha na fani zake. Haya yote na kipawa chake mwenyewe alichokitunukiwa yamempa ubingwa mkubwa wa kuweza kuisarifu lugha jinsi atakavyo. Nyaume Simba narudi kuwana wana wa Bangu imani, mani yaliyoweka yana kasoro mwinani, nani wakuja kunena nena uje kiwandani, ndani nikishabaini ini ndicho cha kukila, kila sitolibakisha, kisha nirande nyandani, ndani nishawachokesha, kesha sasa ingomani, mani mufunge kutosha, tosha kuliko mitini, tini mato mbonyezani, zani haina muhula, hula na damu ni kanwa, kanwa hawa wekunduni, nduni kukikaka wanwa hatui mbioni, oni kifuma kuonwa, onwa huzinga ononi, noni hanonea noni, oni kawa kuduala, wala sineni hapana, pana lisilo mwendani, ndani tukitunduana wana wa mema maoni, oni litaafikana, kana hawamo kizani, zani ni penye uneni, neni lakwe likikwela, kwela ndani wa ambao wamo kondoni, nduni sikuye ni yeo shime panganani, nani huyo apitao, tao wapinde utani, tani ekeze waoni, oni lingie kuola. Nafikiri tumelifahamu shairi. Naam, hii kama tulivyosikia ni lugha ya kikale, lugha ya Kimvita cha kale ambacho wengi wetu kwa bahati mbaya hivi sasa hatukijui, na kama nilivyosema Bwana Rajab Pilau, hata hicho cha kikale, hata hiki cha Kimvita cha hivi siku za hizi leo hakiko tena. Ndio saa nyingine kama nilivyosema, ukisikiza vijana wazungumzao, vijana wa Kimvita wazungumzao lugha ya Kiswahili, mimi husema alhamdulillah niliondoka hapa Mombasa kabla Kiswahili changu hakijaharibika. Naam, shairi la pili ni shairi ambalo ni moja katika mashairi mimi ni athiri sana, laitwa Moyo Shajiika, na shairi hili limo katika kitabu chake hichi cha 3 Taa ya Umalenga. Kama mliopata kusikia hapo kutoka Sheikh Abdullah Nasir wakati wa ujana wake, Ustadh Ahmad Nasir alivyokuwa mtukutu na mshari. Kitu kingine kimoja ambacho mimi nakijifunza kutoka kwake Ustadh Ahmad Nasir ni kutokubali kuonewa. Hilo ni jambo moja ambalo nifunza mimi. Usikubali kuonewa. Mtu akikuonea jitetee. Sasa shairi hili laitwa Moyo Shajiika. Moyo wajikaze, sichekufa ndio hukumu. Uene wangapi duniani wenye makamu, yeo wahamie kwa nyakati za lipotimu, nawe siliwae hili mdhetu wanadamu, na liolowelo kukukumba ndio lazima.
Mtu kushakiri apewelo na Mola wake, kujipa tewengu haidawa si hadaike, ngao ni Molao jitulize sisononeke, matakwa ya mja shuti Mungu naye atake, ndipo yatimupo kwa kutaka mpaji umma. Vuato maozi uoleze utatosheka, na masikizifu chakasato utakulika, ulimwengu suu na visa visomipaka, mara huliona wimbi kuu limeenuka, kakugharikisha maiyati ukayazama. Wambi walinena njema mtu hutenda Mungu, akakukumbuka kesho kwake kapata fungu, kutenda kiumbe hatimaye huja matungu, na mayaza kikwi na hayano ni tangu tangu, si juzi si jana wala leo tia fahama. Mtu haonewi akanena Mungu atosha, hayo ni makosa fahamuto na kujulisha, kwanza jitetee siche jambo kubahatisha, na likushindalo kwa yakini likakuchosha, hapo ndipo wambe tamwatia mwenye hukuma. Mungu umekwambia jitetee usijiate, hakunena keti ukipigwa uje unite, na kwamba washika mwendo huo heri uwate, utajidhulumu na mwishowe uje ujute, usaye kutia mdomoni vyanda kuuma. Pima siliwaye uwazetu wa PCO, waliojiata kupandia wawatenzao, walikufa dhuli kwa kuata ya wapasao, sasa waselepo ni mavani hawana lao, ela kukumbukwa kwa ujinga tukawasema. Lakini angawa yote saya kwetu si kitu, shife ya kiumbe ni kutajwa kwa wekwe utu, kujiweka dhuli na kipumbe hui ni mtu, hupejwa na wangi jamnyama duni wa mwitu, kwa kutezwa cheo akupecho Mola Karima. Sifanye uoga kwa maneno ya walimwengu, bora tawakali utakalo uombe Mungu, kwa nia swalihi pasi kicho wala tewengu, hutokosa jambo japokuwa nusu ya fungu, ndiyo shife yake kurahamu wawi na wema. Uoga wa mtu kwa viumbe una madhila mangi, mapingizi hutendewa huku kiola, kheri toa kicho uambaze na kuduala, sijifanye pite ulimwengu takutawala, uwe tanganyayo usipate la kulinena. Mie nakwambia kuwa kicho kina wakati, sio kula saa nafusini kukipakiti, na kama uchalo mawanoni ni la mauti, jua mwenye hofu na asiye halimuati, hilino ni kadha kula mja litamfuma. Iwapo washika la kwambiwa iwa mtuvu, ili uchelee baachanga isiwe pevu, hilo si makosa, kujitunga ndio wekevu, ela na kuasa kuyakiri ya maonevu, kheri shajiika ewe moyo siche kuima. Liwapo ubaya wa mtu ni kutaka shari bilashi, ndilo jambo nongwa kwa yoyote mwenye kuishi, ela utendwapo maonevu kawa hayeshi, mbonye mui wako kuwa hayo hayakutishi, kisha umlipe kwa kadiri ya chakwe kima. Liwapo ni moja mathalani akutendelo, nawe jitahidi kumlipa jiwi kamalo, kuzidisha mno maliponi kuliko hilo, kwa Mungu si sawa, na popote huwa lililo, malipo ya haki nda usawa sizidi kima. Jambo la kulipa kwa zaidi mja kwa mtu, ni ya kutendapo wema wake ukathubutu, basi penye moja lipa mbili, umbonye utu, ndiyo malipano yasotusha kwa Mola wetu, na kulipa mawi ukiweza sawiza kima. Hapa sasa moyo teuwato la kukufaa, na kicho sitie ni wasia na kupatwa, pili usipeje kwa dunia kajihadaa, heshimu viumbe hata mwana wa kutambaa, mtunga sharafu malipwae ni taadhima. Sasa takhatimu ni baini isimu yangu, ndimi Ahmadi wa Nasiri ndiye babangu, na Juma Balo ndiye babu yaani wangu, kwetu ni Mvita ilozikwa kitovu changu, kuze ni mtaa nilozawa na wangu mama.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilijidanganya kwa kusema utakwenda kwenye hafla ambayo yasimamiwa na Istanbuli, niweze kushepuka bila ya kusema mtaa yote, kwa sababu Istanbuli yajua mapenzi yangu kwake, yajua mapenzi yangu kwa Sheikh Abdullah Nasir, yajua mapenzi yangu kwa Sheikh Ahmad Nasir, yajua kwa Abdul Latif. Na ni Abdul Latif na ambaye juzi akanipigia simu akaniambia usikose kufika katika hii hafla. Mengi yamesemwa na mengi yaweza kuendelea kusemwa, na mimi sitaki kuongeza chochote juu ya yale ambayo shasema. Matumbo ya njaa, mabongo ya njaa, nyoyo zinjaa, lakini moja mawili nitasema, kwa sababu nyote mposikiza hizi lugha wakisema hapa na mashairi yale, mtakumbushwa lugha ambayo yatokana na Bwana Muyaka, na wao walikuwa kama hivi alivyotueleza Sheikh Abdullah Nasir Ahmad Ahmadi, kwa ni mshindani na wengi katika mashairi yalikuwa kwa siku zile yalikuwa mashairi ya washairi kushindana na kujibizana, na ile lugha ilikuwa tamu na ya ndani. Naeleza haya kwa sababu mimi wengi kaji mtajua kwamba niko katika elimu ya hawayan na zoology. Kwa bahati ilipokuwa kuna appointment committee ya kuappoint Sheikh Muhammad Hassan Abdul Aziz ambaye wakati ule alikuwa kwa Dar es Salaam, wakaniita na mimi ambaye ni zoologist kuhudhuria katika appointment committee ile. Nikahudhuria mimi, lakini wote wale walikuwa hawamjui Dr. Muhammad Hassan Abdul Aziz, na zaidi kwamba hawamjui kama kwa kuna mtu aitwa Muyaka. Nikawatolea baiti chache ambazo kwa kiweza kuzikumbuka, na nikawaambia kwamba huyu ndiye Shakespeare wetu wa Kiswahili, na huwezi kusema chochote ambacho yeye hakukisema kwa Kiswahili, tena Kiswahili cha ndani, bila kutia neno lolote la lugha nyingine. Wakafuata ombi langu kwamba huyu bwana alikuwa kwa Dar es Salaam apawe cheo, na apawe cheo kikubwa katika University ya Nairobi. Wakataka kumpa cheo cha lecturer, akamwambia la, sema neno kama tampa basi senior lecturer. Ndio sasa wasema senior lecturer, la, mambo haya yatakwenda bwana, nyinyi mtakuwa mjitoza wenyewe, na ikiwa hamkumpa cheo cha juu kabisa katika senior lecturer, jua kwamba mtamkosa, manake Dar es Salaam wamtaka yeye. Profesa Abdul Aziz alikuwa hajui kwa mimi naitwa katika appointment committee, wala mimi mwenyewe alikuwa sijui mpaka shaitu, lakini wakafuata oni langu, na nilipowaambia kwamba huyu bwana ameandika kitabu cha Profesa Bwana Muyaka ambacho chastahili dunia nzima, ndio kafuata, na mpaka leo kitabu kile kwa cha ng'ara dunia nzima, Japani, Jamani, Amerika, wapi, Uingereza kadhalika. Sasa ile mfano wa kwamba Muyaka na Bwana Ahmad Nasiri lugha zilikuwa zimfanana, ni ule utamu wa ile lugha. Na leo hapa
kama tulivyohili wakati huu tulipokuwako, tumesikia mengi na tukiketi zaidi tutasikia mengi zaidi, lakini wajibu wangu mimi leo ni kuifunga hii mazungumzo haya leo na kusema kuwashukuru nyinyi mliweza kuja. Sikumwona hata mtu mmoja kutoka hapa, na wote wanaosikiza kwa makini na wamenufaika sana. Na kama lao tufanya hafla kama hii ya watu kuweza kuzungumza Uswahili na Waswahili na kuwasherehekea wale ambao wamepata umri kama Bwana Ahmad Nasir na zaidi baina, basi wale watakuwa ni watu ambao ndio miangaza ya kutuongoza sisi na kuongeza ni baadaye. Bwana Pilau alisema hapa habari ya kuwekewa maji katika ndoo. Sijui anasema na yule mtumishi wangu jana tu, anambia ni kuwekee chai. Nakwambia kwa katika tupa, usiniwekee chai lakini tilia. Kile Kiswahili kinapotolewa na nini kwa siku hizi hata huwezi kukitambua, maana hatujui tena ile lugha isemwayo ni lugha gani. Na sisi hatutaweza kusimamisha hii lugha, wale wengine watakuwa hawatujui wala hatuthamini. Miaka michache iliyopita, bwana alikuwa ni mkubwa wa Navy, Major General Rafrauf, Abodi Rafrauf, aliniambia kwamba mimi mwaka huu nimeambiwa wana kutoa hutuba kwa wale wakubwa wote wa majeshi, basi nakuomba wewe niandikie hutuba yenu. Nikamwambia haya uzuri, hutuba nilimwandikia, but who are the Swahilis? Hao Waswahili nani? Nilipata kama peji 35. Alipokusha kule akarudi akaniambia nimeisoma bila kubadilisha hata kitone. Niambia ndio, lakini muhimu ni kwamba hawa wakubwa wa majeshi bao watakatufahamu sisi ni nani. Wakianza kufahamu sisi ni nani, wataanza kututhamini sisi ni nani. Basi Bwana Stambuli, rudi tena kwa Makonde, tufungamane nao, tutawabadilishia mashati ili tuende tena kwa uhuru. Ombe hawa wanakuja hapa miaka 70, sisi tuko hapa miaka 70,000. Je, waonaje si jambo la busara na sisi kujulikana? Kwa sababu watoto wangu wote wakitaka kwenda kutafuta ID card wanauliza babu tutie kitu gani, namletea Kiswahili. Lakini wale wanambia hatujui Kiswahili, hakuna Maswahili. Ambia hakuna Kiswahili, hiyo lugha isemayo lugha gani? Basi ala kulli hal ni muhimu kwetu sisi kuweza kushirikiana kama hapa, na ingawa alikuwa sisemi chochote, Bwana Stambuli nasema kwa shukrani wale ambao wameweza kufika, kuwapa shukrani wale ambao wameweza kuketi na kusikiza kwa makini, na inshallah Mungu atakupa uwezo kutumia nguvu zako na cheo chako kutuvuta pamoja katika kusherehekea Waswahili, ama akiwa ni Sheikh Ahmad Nasir, Sheikh Abdullah Nasir na wengineo ambao wamo katika klasi hili. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Katika harakati ya sisi kutambulika, si kwa sababu twaomba haki, ni wajibu watu kutupa haki yetu, na tutaki tena kuonewa na kuonekana kama ambavyo hatuko. Kwa hivyo changamoto ni kwa hao wasomi wetu na watu wazima wetu. Sisi wakitupa amri tutatumika, lakini bila idhini zao huwa sisi hatuna nguvu. Wangapi maona
tufanye bidii iwezekanavyo. Profesa Muhammad Aidha na Profesa Muhammad Hassan Abdulaziz wende mbio wawezazo, waweze kuita kongamano la Waswahili wa ufuko wote huu, tuweze kuja na kauli moja, tuambie serikali hivi ndivyo ilivyo, na si mambo ya kuomba, si kitu watufanyie sana, ni haki yetu na tunataka wenyewe haki yetu. Wakati